Hivi ulishawahi kujiuliza kuwa watu wako wa karibu wanaweza wakakusaidia wewe kupiga hatua katika maisha, na pia wanaweza kukufanya wewe ukaendelea kubaki chini kila siku? Sasa leo nataka tuone na tuangazie kwa watu wa karibu katika maisha yetu ya kila siku. Kila mtu anao watu wake wa karibu. Tunao marafiki, tunao ndugu na jamaa ambao hawa wana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya mtu mmoja mmoja, na mafanikio katika urafiki, ujamaa na undugu pia. Sasa hii imekuwa ni changamoto iliyopelekea watu wengi kushindwa kupiga hatua, na imekuwa ni faida kwa watu wengi kupiga hatua kwa kuwatumia vema watu wao wa karibu. Lazima uangalie mtu ambaye uko naye karibu, edha rafiki yako anakusaidia vipi wewe kupiga hatua za kimaendeleo. Ni wazi kuwa kuna msemo wa Kiswahili unasema ukitembea na muuza marashi sharti unukie marashi. Sasa ni lazima uangalie mtu ambaye unatembea naye, yeye anakuambukiza kitu gani? Anakuambukiza chachu ya mafanikio, ama anakuambukiza wewe kuendelea kuwa mtu wa chini kila siku? Inawezekana usiige tabia zake, lakini kuna vitu ambavyo mkikaa mnajadili, vitu ambavyo vinachukua muda mrefu kujadili, ndivyo ambavyo vinapelekea mtu kufanikiwa ama kufeli katika maisha. Unapokuwa na rafiki yako, huwa mnajadili nini? Muda mwingi huwa mnatumia kushauriana nini? Kuna watu wanashauriana kuhusu masuala ya biashara, kuhusu masuala ya uongozi, kuhusu masuala ya kifedha. Kuna watu wengine wanashauriana kuhusu masuala ya kifamilia. Kuna marafiki wengine wanashauriana mambo ambayo wao wanajua. Sasa ni lazima mwenyewe uchuje kuwa vitu ambavyo mnakaa muda mwingi kujadili wewe na rafiki yako vinachukua tension gani na vinakunufaisha kwa namna gani. Ni lazima uone muda mwingi mnaotumia katika urafiki wenu katika kujadili mambo inakufanya wewe kukua kiuchumi, inakusaidia wewe kujua masuala ya kifedha, inakusaidia wewe kujua mambo mengi, ama kila siku mnajadili vitu ambavyo ni negative. Sasa kama mnajadili vitu ambavyo ni negative, elewa kuwa hakuna kupiga hatua hapo. Kila siku utakuwa tuko katika level za chini, kwa sababu muda mwingi mnatumia kujadili vitu ambavyo ni negative. Kwa maana ya vitu ambavyo ni hasi, havizalishi kitu chochote. Kwa hiyo lazima ujue rafiki yako, mtu wako wa karibu anakuambukiza kitu gani katika akili yako, anakuambukiza jambo gani katika mentality yako. Je, mna discuss mambo gani muda mwingi? Mnatumia muda mwingi kufanya nini? Wapo marafiki wengine muda mwingi wanatumia kwenda kujiburudisha maeneo ya starehe, kwenda kufanya vitu vingine ambavyo vinakuwa sometime ni vitu ambavyo si vya umuhimu, wakati mtu huyo anahitaji vitu vya umuhimu ili aendelee kukua kiuchumi, aendelee kupiga hatua katika maisha, lakini mtu wa karibu yake hamhamasishi yeye kufikia hizo hatua. Kwa hiyo lazima uangalie mtu wako wa karibu anakuhamasisha wewe kupiga hatua katika maisha, anakuhamasisha wewe kukua kiuchumi, anakuhamasisha wewe kuendelea kufanyia kazi na kufanya bidii katika kile kitu ambacho kipo nafsini mwako. Unaweza ukawa na rafiki ambaye yeye haoni umuhimu wa kilichopo ndani yako. Yeye haoni kama iko ambacho wewe unakitamani kuwa kina nguvu na anaweza akakushika mkono. Sasa hawa ni marafiki ambao hatuwahitaji kiukweli. Yaani unapokuwa na rafiki ambaye hakusaidii kimawazo, hakusaidii kwa namna yoyote ile wewe kupiga hatua ya kimaisha, ni rafiki ambaye hakufai. Sasa unakuwaje na mtu ambaye hahitaji ya kukuona wewe unapiga hatua kimaisha? Unakuwaje na mtu ambaye anatamani kila siku muishi katika mstari huu ambao mpo kila siku? Hahitaji mchore mstari mwingine wa kimaendeleo. Kwani lazima uangalie, either wewe ni kijana ama ni mtu wa makamo, lazima uone katika harakati zako za kupiga hatua katika maisha unakuwa na mtu ambaye anajua nini ambacho unakifikiria na wapi ambapo unahitaji kuwa. Sasa hii sio tu katika ule ushikaji na ubesti tu wa kawaida, hata katika watu ambao mko katika mahusiano. Uko kwenye mahusiano na mtu wa namna gani?
mtu ambaye anatamani kupiga hatua ya kimaisha, ama uko katika mahusiano na mtu ambaye anahitaji mtumie. Sasa kuna tofauti ya watu wawili. Kuna tofauti ya mtu ambaye anahitaji mtafute, muwekeze ili kesho iwe bora, na kuna mtu ambaye anahitaji atumie kilichopo. Sasa ni lazima uone wewe kama kijana ambaye aidha unahitaji kuingia katika mahusiano ama uko katika mahusiano, kuwa mtu wako wa karibu ana mchango gani katika wewe kupiga hatua. Inawezekana kipato chako cha leo ni kipato kidogo ambacho kinahitaji uwekezaji wa muda mrefu ili kuja kuwa na malengo, ili kuja kuwa na mafanikio. Je, uliyekuwa naye anaona hiko unachokiona wewe? Lazima ujue uliye naye kwenye mahusiano, yeye anatamani kuwekeza ili kesho kije kuwa kikubwa, ama uliye naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye yeye anatamani kutumia kilichopo? Sasa hii sio tu kwa vijana ambao wanaingia katika mahusiano ya uchumba ama wako katika mahusiano ya uchumba, hata kwa wanandoa pia ni lazima wewe mume, wewe mke, ujue nini mikakati yenu, kwa sababu nyinyi ni watu wa karibu. Ni sawa sana muuza marashi, lazima mnukizane marashi. Kwa hiyo mume lazima ujue mkeo anawaza nini, anataka kufika wapi, na mke lazima ujue mumeo anawaza nini, anahitaji kuwa wapi. Hii itakusaidia sana wewe kupiga hatua ya kimaisha. Hii itakusaidieni sana kuimarika kiuchumi na kuwa na misuri katika swala lote la kiuchumi. Sasa hiyo ni kwa watu wako wa karibu. Lazima uangalie watu wako wa karibu, wao wanatamani wewe ufike wapi, na lazima ujue watu wako wa karibu wanakuambukiza nini. Kumbuka tunaathiriwa sana na watu wetu wa karibu. Kuna watu leo wamekata tamaa ya kupiga hatua kimaisha kwa sababu watu wao wa karibu walishawaaminisha kuwa wao hawawezi. Kuna watu walishakatishwa tamaa tangu akiwa shuleni, kwa maana mwalimu alimwambia wewe huwezi kuwa mtu fulani. Kwa hiyo lazima ujue kuwa watu wako wa karibu wanaweza kukufanya wewe kuwa mtu mkuu, na watu wako wa karibu wanaweza kukufanya wewe ukaendelea kuwa chini kila siku. Kwa hiyo ni vema sana kulichukulia hilo katika ustadi na kulichukulia hilo katika muktadha wa umakini sana katika uchaguzi wa marafiki, katika watu ambao tunakuwa nao karibu, tunawapa muda wetu mwingi, tunajadili nao mambo mengi. Je, wanatushauri vipi? Wanatuhamasisha vipi katika kupiga hatua za kimaendeleo? Kwa hiyo ni vema sana kuona hilo jambo. Unaweza ukawa na watu wa karibu kiroho, watakusaidia katika masuala ya kiroho. Utakuwa na watu wa karibu katika masuala ya uchumi na fedha, watakusaidia katika financial and economic issue. Utakuwa na watu ambao ni wazuri katika masuala ya kibiashara, watakuwa wanakusaidia katika masuala ya kibiashara. Inawezekana wewe ni msanii, utakuwa na watu wa karibu katika masuala ya sanaa, watakushirikisha na watakushauri njia za kisanaa. Lakini kama utahitaji kuwa na watu ambao wao ni foreja, wao muda mwingi mtautumia kwa ajili ya kuspend tu, kutumia fedha ambayo yamkini ulitakiwa uitumie katika uwekezaji, uiweke katika akaunti na kuja kuitumia katika nyakati za mbeleni, kwa maana ya kufanya vitu ambavyo vitakufanya wewe kuwa mtu mkuu na mtu muhimu sana na mtu aliyeimarika katika masuala ya uchumi. Kwa hiyo nikushauri kuwa uangalie watu ambao una ukaribu nao na watu ambao unawachagua kuwa sehemu ya maisha yako, wanakuhamasisha vipi na wanakusaidia vipi wewe kuwa mtu mkuu na kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa leo ama kesho na hata siku za mbeleni na siku za usoni pia. Jitahidi sana kutafuta watu ambao watakutoa katika huo wakati ambao kwa sasa unaweza kuona ni wakati wa majuto. Jitahidi kuwa na uchaguzi mzuri wa marafiki na watu wako wa karibu, ili waupate kukua na wewe pia uwafanye wao kukua katika masuala yote ya kiuchumi na kifedha pia. Asante, tukutane wakati mwingine.